Mheshimiwa William Ruto na Raila. Raila kuna matamshi yake ya juzi. Lakini achoki hapo. Nataka muanini mkijua kwamba Raila achoki kwa Ruto. Haina shida. Unajua German huwa tunasahau haraka sana. Kitu ya kwanza, kabla Raila akuje kumjoin Ruto, tulikuwa na meeting hapa ya Murathe na Uhuru hapa Nyali. Raila alikuwa huko. Wajeba hivyo mahali walikuwa. Ilikuwa mambo hiyo. Ilikuwa Watamu. Wakati Raila nani Uhuru wamemaliza meeting na Murathe, Gachagua alikuja akaingia wakawa meeting na Raila. Walipoongea jenye waliongea tujui. Chairman, jana ilikuwa inatakikana mtu anaitwa Sifuna katika meeting ilikuwa Machakos. Meeting ilikuwa Machakos. Mtu anaitwa General Secretary of ODM alikuwa anatakikana kukua katika Machakos andike minutes za chama. Lakini Sifuna hakuwa. Naona? So ilikuwa ikakuja hakuattend na hakuna apology alipeana. Hata Babu Wina aliingia huko some minutes akatoka. Unaona? Nairobi ni hiyo meeting ya Machakos. So ndio nakuambia katika historia ya Raila 2002 Raila aliacha kina Saitoti na kina watu wengine wako huko Serena, akasema Kibaki tosha, kawatoroka. Kwa hivyo Raila hakuna historia yake tunaielewa, haisitengeza. Raila alitumwa kwenda kumaliza na amemaliza kazi yake, na Raila mfuate vizuri. Kuna misemo Raila anatumia. Raila anakuambia vizuri. Kuna siku ngamia anaingiza, anasema jua ni kali, akaingiza kichwa, akamwambia nundu yangu inanyayuka, akaingiza nundu. Sasa ikafika ni miguu yangu inachomwa na jua, akaingia. Walipoingia ile nyumba ikawa ndogo. Mnataka nini? Hiyo nyumba sasa tupomoe tujenge upya. Saa hii amekoroga mpaka saa hii mahali Mheshimiwa Ruto mahali yuko New York akona stress ifanye. Because hata jana vyenye alikuwa anasema havieleweki. Unaona? Kwa hivyo Raila kutoka kwa nini na Mheshimiwa na wananchi, nataka muelewe kitu kimoja. ODM is the first company of Raila Amolo Odinga. And Raila haisi kubali kupeana hii kampuni yake kwa director mwingine. Hiyo tukubaliana hapa. Tusidanganyane, haisi peana. Kwa sababu hizo pesa zinaingia katika political parties zile wanapatiwa ni pesa nyingi ambao Raila haisi ajia Ruto amwambie sasa nimekuachia ODM. Unaona? The other thing, Raila ni mtu anasoma moodi ya wananchi. Raila akifika tu intelligence inamwambia hata mzee uko hapa lakini ground hauko. Ground imekataa. Sasa Raila anaanza kuweka hazard. Amemwekea Ruto hazard, mimi hivi naondoka. Kesho atawaambia huyo mtu nimejaribu kumadvise, nikampatia mpaka expert, nikamfanyia kila kitu aelewe. Sasa mimi nimetoka. Hiyo ndio strategy ya Raila anakuja nayo. Hiyo ya Saturday mtasikia Kisii. Ya Kisii atakuwa Saturday Kisii. Mtaisikia. Hiyo ndio strategy Raila anakuja nayo. Na muelewe hao manini madebuti wake wote. Kisikia Simba Raja anakuambia Kisii, akamwambia mimi si ati niko na Ruto ama nimepeleka watu State House. Nimeenda kukamua ng'ombe. Na tukamue hata ikue itoke damu. Kama kuna mtu alikuwa anasikia Kisii alisema hata ikiwe itoke damu tunaikamua kwa sababu ndio ng'ombe nakamuliwa saa hii. Mnaelewa? So mimi kwangu na maoni yangu na kasiasa kangu kidogo, naona Mheshimiwa Ruto akiingia tesa kuwa kama siku ile alitoka Japan. Alienda moja kwa moja, hatujui aliingia Kenya, akaenda tukamuona akilisa ng'ombe zake huko Kilgoris huko mali amechenga karibu na Uhuru. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni mtu kwa siasa yule anajaribu, yani anaangalia mali ata survive na siasa yake. Na ukimshinda ako na kadi kama 3. Walimshinda election na Malaysia. Walimshinda election, tukaambiwa Rigata anatuambia mimi narara kama sungura na mitego nimeweka. Hata nikiwa Amerika nimeweka watu. Rigata alistukia saa hii nani ndio wako huko. Raila ako State House
Mpaka Ruto anakuambia lazima upite kwa Raila. Raila amesoma hiyo kitu unaniletea kwanza. Kwa hivyo Raila kuna mbinu nyingi za kukura serikali, na Raila hataki kuwa kiongozi wa nchi. Alikuwa kutoka kitambo, alikuwa hataki because ya kuhesani na hii pressure ya wananchi. Kwa hivyo namalizia nikisema Ruto akikuja atafute mbinu ya kuanza kuingia kwa drawing board, because hii kwanza hii by election inakuja, hii iko Meru hii ikianguka hii ya nani Mbere, hiyo nini ikichukua na nani, ngoja tumalizane. Kuna ya Nyandarua ya Baringo ni yao anasema zi ya president, lakini kule ndio tunapima nguvu sasa. Kama kule tayari anawika huko, yuko UDA bado iko ama imeenda, na Justin Muturi atabeba ile kiti. Maraba hiyo nimeajia Girovas Marara wapo kwa ngangana kama ziko. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi vile anakuja, una vitu zingine support ile wa UDA. Hapo ndio tunapima nguvu ya Mudavadi na UDA. Sasa ndio na DPK. Nani ako anawika, ndio tunaangalia, tunapima hii by election ndio tunapima. Kwa hivyo Mheshimiwa Ruto bila ako hivi, ako na stress. Sudi jana alibayuka kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya mzee kuongea. Sudi alisema tufanye vyovyote tutafanya tushinde hii election. Tusiposhinda kama mtu kama mimi Sudi wataniweka jela niosee huko. Malizia hapa wekwe jela tu, kwani anatusaidia na nini? Sudi, I hope tumekusikiza wewe pia usikize. Hilo ni kitu sipendi ni equal. Hiyo ni disclaimer umeweka tayari. Mimi mwanzo nina imani 2027 God willingly wale watadetermine election ni watu watatu. Wale ambayo wako kazi, yani wameajiriwa either public ama private. Base libi yako inakaa namna gani? Baada ya kutoa jasho umefanya kazi kweli, umepata kazi, umeajiriwa either prostatal ama kampuni ya binafsi ama serikali, hata kama wewe ni askari, lakini at the end daktari, at the mwalimu, at the end of the day, baada ya kuchukua hiyo mshahara yako, je, kutakuwa inabaki token kidogo ama mambo inaelekea namna gani? Watu wa kwanza kupiga kura ni wale watatoka wote. Secondly ni wale ambao walikuwa wanatarajia, wameambiwa tunawapatia kila mwaka 1 million job tuna create. Je, hiyo job imepatikana? So wale wengine wanakuja kupiga kura watakuwa wale ambao jobless. Kama waliangojea miaka 5 wabate kazi na hawakubata, je, watasubiri tena another 5 years? Ahadi nyingine watasubiri? Hiyo ndio watu kategori nyingine wanakuja kupiga kura, wanakuja kuamua. Kategori ya 3 ni wazazi ambao wanasomesha shule, yani wanasomesha watoto kuanzia high school mpaka university. Mzazi ambaye anasomesha shule ndio anasomesha mtoto, ndio anajua uchungu ambayo mtoto wake anapitia. Kwa hiyo uchumi saa hii tuko nayo. So hawa watu kategori 3 ndio wataamua election ya Kenya itakuwa namna gani. Wale wengine bale mimi nakubaliana na wao ni Gen Z. But Gen Z pia lazima waseme sisi uongozi wetu inaenda mahali fulani. But wao ni different na hawa kategori watatu nilikuwa nimewaelezea. Kwa sababu wao mambo yao wana mobilize kwa mtandao. Hata wakienda parliament hao kukutana mahali popote, walikutana kwa mtandao na wakafanya mambo yao wakamalizia hiyo maneno yao. Na mahali wamemalizia kila mtu anajua. Lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, the biggest problem Kenya tuna face ni parliamentarians. Hata uweke rais mzuri kiasi gani, tusipo wabadilisha hao wabunge ambayo tuko nao sahi na senators, my friend, wa Kenya tunazidi kuumia. Currently hakuna mtu anaangalia mambo ya National Assembly. By the way, watu wanaangalia bunge la wananchi wamesema nini kuliko kuangalia bunge la kitaifa. Kwa sababu gani? Wakifika bale hawaongei ni nini inasaidia wananchi na ni gani inamuumiza wa Kenya. So wakati wameshinda kufanya kazi yao,
na vijana wamepindua hiyo parliament, wamemimbichi. Sasa Wakenya sasa wakitaka kuangalia news Kenya inaendelea namna gani, wanataka kujua, wanaangalia bunge la wananchi leo wameongea vipi, kuliko kuangalia the bunge la kitaifa. Shida ingine tunapata ni hapa county levels. Hata uweke governor mzuri kiasi gani, kama ukiweka ma MCAs ambao hawaelewi wanafanya kazi gani, bia itakuwa taabu kubwa. Katiba ya sasa inatuambia rais akitaka kufanya kitu chochote lazima iende kwa parliament. If the parliament become rubber stamp the way it is now, unatarajia nini? Kila wakati saa hii wananchi wanalaumu governor. Oh, governor atusaidii, governor atusaidii, governor atusaidii. Ai. Na wale wanapitisha kile kitu ni MCAs. Na MCA akiwa kwa mashinani anasema governor atusaidii, governor ananisumbua. Hata kusumbuaje governor na kama wakati uko na uwezo wa kumimbichi. Governor akitaka kupitisha mawaziri wake lazima iende county assembly. Akitaka kuleta ile any budget lazima iende kwa county assembly. Akitaka kugawa rasilimali lazima iende county assembly. Sasa utalaumu governor namna gani? Na wakati MCA ndio boss wake. Hii katiba ya saa hii wale hawana mamlaka. Unajua mwenye ameandika hii katiba alikuwa amefikiria vizuri. Huyu mtu mkubwa nikimbatia pesa, nikimwongezea mamlaka, atayanyasa wengi. So walimbatia kazi but walimbatia pesa lakini wakabunguziwa mamlaka. That's why isa ile dhulma tunapitia Kenya ni National Assembly, County Assemblies. Mnakumbuka wakati wa BBI walibitisha kitu hata haukusoma, lakini baadaye katiba imesema nini? Mahakama imesema nini? Hii ni null and void. Na ukiangalia our National Assembly, the best lawyers wako bale. Senate, the best lawyers wako bale. Kwa nini hao kuona hiyo kifungu? Kwa sababu ya nini? Tumbo. So kwa hivyo mimi naomba wa Kenya 2027 tukienda uchaguzi, mtu ya kwanza tunafaa kumpiga darubini ni mtu anaitwa mbunge. The second person ni MCAs. Hawa ndio wanatengeneza sheria, either iwe bylaws ama national government, ile kitu ambayo inatumaliza. So mimi naomba saa hii wa Kenya, ikiwezekana, hata haijalishi chama gani ametoka, mtu yeyote saa hii yuko kwa National Assembly asijaribu kurudi bale. Hata kama ni mzuri, maana alikuwa amekaa na watu wabaya. Watu wanasema samaki huwa inaoza kwa kichwa. So tuweke kando, tutawaangalia 2032 kama wale wengine wako namna gani. So na ile kitu kingine lazima tuachane nayo ni kwamba hii mambo ya kupigia chama kura ama kabila, hizo ndio inatuumiza. Wewe unampigia mtu chama from 6bis. Sasa watu wanaumia. MC anakuambia bana, mimi kama nikifinya hii kitu kidogo chama itanitoa. Na hata chama ina mtrete na anamwambia wewe endelea kupiga tu ile mwongozo wa chama. 2027 utaiona. Hata MC anakunja mkia sasa. Ama parliamentarian ama mbunge. So kwa hivyo charity begins at home. Ukitaka tumalize shida yetu lazima sisi wa Kenya tujielewe tunataka nini. Na hakuna vile tunaweza walaumu wabunge bila kujilaumu sisi kama wa Kenya. Sisi wana Kenya lazima tujue tukirauka tunapigia kura nani. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu awalinde. Kuna comeback hapo. Nasemaje Gen Z? Nataka kutetea kidogo bwana Gen Z bwana. Tuongelee mambo ya jana, nilikuwa naongelea hapa jana, nilikuwa naongea kitu kizuri sana. Mheshimiwa amegonga mahali pazuri. Wakati last year Gen Z wanaleta hii maandamano, kuna mambo matatu walisema wanataka kuosha kwa akili zenu. Party politics, tribal politics, na hawa ma tribal kings, tribal chiefs.
hii tukienda kupiga hiyo kura kama tumeondoa kwa akili zetu, tutapiga kura tukiwa soba. Tusipigie vyama, tusipigie kabila na tusipigie viongozi wa makabila. Kuna wale wafalme wa makabila. Sasa hii statement ya Raila juzi, Raila anataka kuregea pale kwa vyama, kwa sababu ODM ni kampuni ya Raila, na Raila amekaa huko kwa broad base, inaitwa blood based. Amekaa huko kwa blood based, akaangalia 2 term na ODM gani muhimu. Sawa chairman, Raila ameweigh between 2 term na ODM, ni gani ya maana kwake. Raila Amolo Odinga amekaa chini akaona hii 2 term itaisha tu hapa, hii election ya 2027 na story inaisha. Hii ODM ndio yenye Raila amechagua. Ndio unaona aliita wabunge wote wa ODM kwa mkutano, kwa sababu ameona akisema aende na ile 2 term ODM inakufa. Maana tayari mahali ODM imefikia saa hii iko theater. Inafanywa operation, kila mtu anaenda na piece yake, kila mtu anaenda na kipande yake. Kina Sifuna, kina Babu Owino wako na share yao, wameshika kona moja, wanavuta wakielekea huko kwingine. Kuna group amewaita hapo, akaona hii nikiachilia chama, hata kwa hiyo serikali inayokuja ya Matiang'i hata kuwa na bargain, kwa sababu Raila huwa na bargain na chama yake. Wakati anaitisha maandamano, anaitishanga wafuasi wa ODM, kwa sababu anajua vizuri kuna Mgiriama hapa ni loyalist wake wa ODM kama huyu. Kuna Mluya ni loyalist wa ODM, atafuata hiyo maandamano. Kuna Mjaluo ni loyalist wa ODM, atafuata hiyo maandamano. So mahali anaona hii ndio kampuni ya kukulia, ndio kampuni ya kubagain kwa serikali inayokuja, kwa sababu yeye urais huwa hataki. Raila huwa hataki president. Yeye anataka mamlaka bila majukumu, power without responsibility. Hiyo ndio kitu Raila anafurahianga kukuwa nayo. Sasa ameangalia kwa hii ya Ruto, ashakula, ashapata share yake. Sasa hata kama ni wewe na uko na akili kama hiyo Raila, utafuata nini hapo kwa Ruto tena? Utaenda na hiyo wave ya 2 term, na watu hataki mambo ya 2 term. Ameshaona, ameona hapa inazama. Sasa heri hii 2 term na Ruto izame, lakini ODM isifanye nini? Isizame. Ndio unaona mzee amerudi kwa ODM. Yale maneno alikuwa anaongea juzi ilikuwa inafurahisha kina nani ODM? Ilikuwa inafurahisha rebels wa ODM. Unajua kuna kampu mbili pale ODM. Kuna ma rebels na kuna wale bado wako loyal kwake kama kina Pondo Kaluma. Pondo Kaluma bado ako loyal kwa Raila. Lakini kale Bamisi ni rebel. Sifuna ni rebel. Babu Owino ni rebel. Sasa Raila ameitisha PG ya ODM kuongea maneno ambayo itatuliza hii moto iko ODM, kwa sababu ODM imepasuka. Sasa ndio unaona hiyo statement yake inabidi arudi, kwa sababu akisema aendelee, angalia hata timing zake. Raila hakuwa na plan ya kurudi kuanza kuambia hawa jamaa mambo ati hatujasema hatutasimamisha mtu kwa ODM. Hiyo ni mambo alikuwa amepanga huko 2027 huko. Lakini ameona huku kuna waka moto, nikiendelea kutulia huku nyumba inaungua, na hii ndio kampuni yake ya kukulia. Amerudi kwanza atulize hii, na hii kutuliza haina dawa ingine. Dawa ingine ni 1 term, na ndio maana unaona wale rebel. Sifuna alisha endorse Matiang'i tayari, si mulisikia kwa national TV? Alisha endorse Matiang'i, na huyo ndio secretary general. Kwa hivyo Raila anaongea maneno ambayo itatuliza kina Sifuna, hawa ambao wamerebel kwa ODM, akwenchi hiyo moto. So akiongea hiyo maneno naye inaumiza pande ile ya watu wa UDA. Ndio unaona kina Oscar Sudi wamelipuka, kwa sababu wanajua vizuri huyu akijaribu kutuliza hiyo moto ya ODM, casualties ni wao.
Lakini pia mimi naona kwa sababu Wakenya wengi wako huku upande wa one term, na Raila kama ameamua hii wave imemshinda, hawezi control. Tumeona hata kwa hizi elections za grassroots. Ukiangalia kama kule Kakamega kumetoka camp mbili. Kuna kampu ya Nabina Bwera, kuna kampu ya Barasa Fernandes. Kule Busia pia election ya ODM kampu zimetoka mbili. Yaani saa hii ODM iko kampu mbili. Wale wako broad based ndio hao loyalist wa kuambiwa bendera fuata upepo wanaingiana. Na wale wanaenda na akili zao, na wale wako loyalist kwa careers zao. Kuna wale wanaangalia bwana tuko Raila ako ni 80. Yuni miaka ngapi saa hii? 80 something. Sasa ukikompare Raila na Babu Owino, unajua Babu Owino anaangalia future yake pia ya kisiasa, ya uongozi. Nani ako na future katikati ya hao watu? Sasa kuna wale watu wanakulia ODM pia wamekaa chini wakaambia baba bwana, hapa tunazama na maji kwa sababu ground ina shift. Kama saa hii Malava ODM iliweka candidate 2022 election ambaye ni Seth Panyako, akatoka namba 2, alishindwa na kura 2000 peke yake. Alafu huyo mbunge amekufa. Honestly, nani anafaa ingie hapo? Si ODM. Lakini Seth Panyako anaangalia, nilienda na ODM na nikatoka namba 2, na saa hii by election imekuja, Malulu Injendi amekufa. Anaangalia ODM na imekaa vipi? ODM imeisha umaarufu kwa ground. Nikisema nirudi na ODM na hii namba 2 yangu na hizi kura zangu, almost 20,000 votes. Huyu ni mtu ako na 20,000 votes. Maana wanashindania difference ya 2,000. Angerudi na ODM Panyako, hata hiyo kura yake yenye alipata 2022 hangefika hata nusu. Mtu asikudanganya ati ODM sijui ameelewana na UDA kwa hizi by election. Hakuna. Ni ground imekataa ODM. Bahati nasibu. Ni bahati nasibu na gamble. Hakuna mambo ati kuelewana ati sasa tukuachie Malava. Tangu lini Kakamega ikawa ngome ya UDA? Tangu lini? Na huko Ubaluani ndio kwenye Raila huwa anazoa kura 70% kuendelea. Hakuna siku Raila ashaipata less than 70% ya Luya vote. Kumaanisha hiyo ni bedroom yake. Sasa leo hii aache kusimamisha mtu Malava ati anaunga candidate wa UDA. Hiyo ni uongo. Hiyo ni sasa ni njia ya kujificha hapo. Panyako aliangalia ile candidate ya ODM hai attract serious contenders. Hiyo ni ukweli. Panyako is one of them. Na ndiye anaenda kuchukua hiyo kiti. Na ndiye akaangalia badala ya kusimama na ODM nitaanguka. Kwa faida ya wale hawajui, amesimama na chama gani? Amesimama na DAP Kenya. Na kuna dawa huko Western inaitwa Tawe Movement. Wajua anatembea pia aliangalia nikisema niende na DAP. DAP kwanza ni Eugene Wamalwa. Atakuwa anauza brand. Alikuja na brand yake, Movement. Ndio unaona ameweza kupata 80% ya Western wako nyuma yake. 80%. Saa hivi vile tunaongea. Bado 20% peke yake inatembea malizana na Western. Leo kwa gazeti nimeona kwa gazeti wakiambia the new kingpins. Hii inakuonyesha future ya Kenya huko mbele. Kama wewe bado unaangalia Raila Amolo Odinga, shauri yako umepotea. Katika Western, face ya new kingpin wa Western imewekwa George na Tembea, John Walker mwenyewe. Sawa sawa. Na hiyo ngoma sio rahisi. Nairobi unasikia ni nani? Babu Owino. Hapa Mombasa, hapa Coast tuko na Mbara, hapa Nyali tuko na Mbara. Safari tunataka kingpin wa Coast akuwe Mbara, Muhammad Ali, na huyo ndio tuko na yeye hapa, jicho pevu mwenyewe. Nini na nani? Pwani. Sasa face ukiangalia sasa deputy party leader wa ODM hapa Coast anaitwa Abdulswamad. Abdulswamad amemalizwa kiasi ya kwamba hata akitaja mawaziri, akifanya reshuffle ya cabinet, akitaja mawaziri wapya, bunge imeshindwa kuidhinisha hao mawaziri wake mpaka saa hii miezi 3. 3 good months na alitaja.
aliwapelekea kwa county assembly paka sasa. Hiyo inakuonyesha nini? Hana ground. Abdulswamad hana ground hapa. Na yeye ndio deputy party leader wa ODM. Compare yeye na Joho akiwa kwa hiyo post ameshika. Joho alikuwa akinguruma hapa, kila mtu anasikia bwana. Hakuna kitu Joho angetaka kupitishwa kwa county assembly akiwa governor, akiwa deputy party leader wa ODM, isimame miezi 3 ati kuna mfurugano hapo wanavutana, hakuna. So inakumaanisha hata huyu Swamad amepewa hiyo kiti ya deputy party leader hapa na hawezi mobilize, hawezi marshal watu hapa. Hapa kumebeba wa bara na kumebeba wa pwani wenyewe. Hata sasa hii hawa pwani wenyewe, hawa Mijikenda unaona wakienda kwa Swamad kweli. Ndio wanampiga vita na ule MCA wa Shanzu. 1GB. 1GB ni Mijikenda. Sasa future ya ODM Raila ameangalia kwake yeye kama brand ya ODM haiuziki. Kwa sababu gani? Alienda kujipaka matope na serikali iliyoko mamlakani. Na kama alienda huko na amekaa akaangalia, Raila alianza kuchezwa kule, amekaa huko. Alianza mara AU ikashindikana. Hakuna kitu Raila amepata huko. Na hata kama ni miradi kwenda Nyanza, mimi huwa nauliza hawa mashemeji wangu, muniambie mradi kama wa Uhuru Kenyatta wenye alipeleka Nyanza wa 3.2 billion wa Kisumu Port. Huyo ni handshake ya Raila na Uhuru. Ndio unaona niliwaambia hawa mashemeji zangu kutoka Nyanza watakuja tu kwa hii ticket ya Matiang'i. Situation ina force Raila arudi hapa. Raila anarudi kwa Matiang'i, na mjue Matiang'i ni candidate wa wapi? Nyanza. Mimi nasikia mkisema Matiang'i ni Mkisii, Matiang'i mnajua region yenye Matiang'i anatoka Kenya. Matiang'i anatoka region ya Nyanza. Na hiyo region itapiga block kwa Matiang'i 2027. Mupende musipende, Raila atakuja kwa hiyo candidate. Kama vile alivyotoka KANU akakuja akaweka akadeclare Kibaki tosha. Ndio vile Raila atatoka broad based. Ndio vile Raila atatoka broad based, akuje adeclare Matiang'i tosha 2027. Maana ule ni candidate wa region yake. Na hii fanya muujiza bwana. Na hii ndio itakuwa kubwa, hii ndio itakuwa kubwa. Wacha hata ile yenye ilikuwa ya Kibaki tosha. Ile alikuwa ana endorse candidate wa Mount Kenya. Hii ana endorse candidate wa region yake. Ni Mkisia na bai huyo. Na anatoka region ya Nyanza. Sasa kama ODM imefikia mahali imefikia hapo, na saa hii hata wakijaribu kuirevamp ishaenda na maji. Kwa sababu maandamano ya Gen Z mliambiwa vizuri bwana, mahali tunapotelea. Mheshimiwa amesema hapa ya kwamba wabunge wetu, hiyo bunge ni chafu. Imeoza. Na mahali huwa tunadanganywa hapa, tunachagua viongozi wabaya, ni hiyo mambo ya chama. Six piece. Raila anakuja anakuambia usinipatie kura peke, nipatie kura na wanajeshi. Alafu unaenda kwa bado tunapiga tick president ODM. Tick governor ODM. Tick senator. Senator wa hapa anaitwa Faki. Faki. Na ni Faki kama Faki jina lake kweli. Hapa Mombasa senator wenu wa Mombasa anaitwa Mohamed Faki. Tulimpigia kura kwa sababu ya ODM, tuko nyuma ya Raila. Lakini leo hii mniambia hata mtu mmoja ambaye ameona Faki hapa akitetea hata kwa hiyo bunge, hata akisaidia mwananchi wa Mombasa. Kama kuna mmoja. Ndio maana nasema Mohamed Faki ni Faki kama jina lake. Sasa tulikosea. Na hiyo ndio Senate unasikia ukipeleka huko governor akuwe impeached. Ni hao kina Faki. Wanamregesha hapa kwa ground. Ni hao. Kwa sababu tunapotea kuchagua watu kwa vyama, party politics. Hata kama mnalia hawa vijana, lakini wanawafungua macho. Usiende kwa ballot ya 2027 na tunaenda kuchagua chama ati UDA ati ODM. Shindwe, hiyo ni pepo ya kutumaliza hapa. Kwa hivyo kwa hivyo mimi sitawadanganya. Mimi sitawadanganya. Hii siasa vile inaenda, tusikubali kudanganywa. Raila anataka kuturegesha ile siasa ya party politics na kingpin. Kwa sababu yeye amekaa kwa ile kingpin ya Luo Nyanza, ameikwamilia, hataki kutoka. Ameikula miaka 20 na hiyo ODM. 20 good years. Gari yenye anatumia ni hiyo ODM. So the best bullet ya kumalizana na mambo ya Raila,
Hata akitoka huko broad based, hatutampa chance kwa hiyo opposition. Hana chance. No chance kwa opposition. Akitoka huko akitaka asimame. Mheshimiwa Speaker, juzi Raila Amolo Odinga said that those who do not think that ODM will be fronting a candidate for the presidential, then let them know that ODM will even have an option. That is what we are discussing. That is what Raila said. Yes. Now, in the same question, you are saying that the people of Nyanza now, they purport to support Matiang'i. Will Matiang'i be a project of the ODM people? How will you support Matiang'i? You will support the person who will be supported by the 2027? Matiang'i, to answer that question. Rais ODM wamesema kuna uwezekano wakaweka candidate wao. Yes. Na tunajua Nyanza ni strong base ya nini? Ya ODM. Yes. Na nyinyi unaniambia wananchi achana na siasa. Wananchi wa Nyanza wameamua naweza mpatia nani? Matiang'i. Je, wananchi watafuata baba ama watafuata Matiang'i? Nataka nikueleweshe mahali pamoja. Kama Raila anasema ODM itaweka candidate wao, huyo ni candidate wa ODM. Presidential candidate wa ODM. Lakini sisi tunatengeneza coalition ya opposition. So kama ODM watakuwa na candidate, wamlete kwa hii coalition ya opposition, ambayo iko na Gachagua, iko na Matiang'i, iko na Steve Kalonzo Musyoka, iko na Natembeya, iko na Eugene Wamalwa. Akuja aingie pia yeye anganganie ticket, maana saa hii tunatafuta presidential bearer wa opposition. Sawa. So akikuja na candidate wa ODM aingie bandwagon yetu, tutampanga. Kama tutaona huyo candidate mwenye ODM itakuwa imeendorse is the best for us, tutampigia kura. Mheshimiwa, nipange pia, inaonekana unapanga wapi? Sawa. Sasa hii opposition, Ruto alifikiria kwamba akimeza Raila amevunja nguvu ya opposition. Hiyo ndio akili ya William Samoei Ruto. Lakini uzuri ni kwamba mzee alipoenda huko, sisi tulibaki. Mimi nilikuwa mfuasi wa Raila Amolo Odinga. Na kwa hii bunge niko na wenzangu ambao tulikuwa kwa hii tiketi ya Azimio. Walifuata Raila huko kwa Ruto. Wako wengi hapa. Walifuata Raila kwa Ruto. Sasa na wa prepare mind pia. Kwa sababu Raila anataka kurudi. Na waomba mrudi. Manake Raila ndiye aliwapeleka kule. Now that Raila amerudi soba, anaona ya kwamba bwana hii nikiachilia hii inakufa. Na kweli inakufa. Hii Jubilee unaona inaamushwa hii. Hii Jubilee inaenda kuwa na wabunge wengi kuliko ODM. Hii Jubilee unaona wana revive hii. I'm telling you the truth. Hii Jubilee as long as ina endorse Matiang'i. Matiang'i ana resonate well na Gen Z. Gen Z walitaka Matiang'i kutoka kitambo. Watu wa payslip wanataka Matiang'i. Hawa wanakatwa kama chairman hapo. Wanalia wanasema bwana, jembe ya kazi siirudi kazini. Jembe ya kazi nani? Si ni Matiang'i jamani. Na mimi niliambia kupata hawa watu, kama Raila atakuwa sober enough, nilitaka ticket ya 2027 kivyo vyote vile, hata kufanyike nini, farasi wabakiwa ngapi? Wawili, Ruto na Matiang'i. Hapo sitakuwa na kazi ngumu ya kushawishi watu wapigie Matiang'i kura. Watu wenyewe watarudi soba, watachagua Matiang'i. Sitakuwa na hard time. Mahali nitakuwa na hard time. Yes. Yes. You should have I wish to inform the member. follow the recipes here. Yes, I've lifted my hand. And then you listen. And you have noticed me. I have a Through question. noise. Without noise. I have a question. There is a probability, Mheshimiwa, that in that coalition, the Kalonzo, the Gachagua, there is a possibility, in fact a 90% possibility, that the presidential bearer wa hiyo kundi akuwe ni Stephen Kalonzo Musyoka, deputized by Matiang'i. There is a very big possibility that the presidential flag bearer will not be Matiang'i, but Kalonzo Musyoka, deputized by Matiang'i. Will you still support that course? Yeah, we can. Relax. Order. Order, members. The Nyanza region.
Hii ndio mnaikaga rais. Kalonzo Musyoka aliwapatia. And in the last election, there is no one who delivered votes like Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka na wadai. Mheshimiwa, kwa sababu umeongea sana. Order, you are hard, my friend. What is chairman? Will you support that? Kalonzo wa Musyoka. Mwana wa. Na huwa nasema kwa hii bunge, katika figures wa opposition wote, the easiest person ku manage, hata kuongelesha, atoke kwa nia yake ya kutaka kuwa rais, ni Kalonzo Musyoka. Yaani kwa hizi vichwa ziko kwa opposition, yule ambaye ako rais kumtongoza na ingie box kulingana na vile tunawajua ni Kalonzo Musyoka. Now the ticket ya Kalonzo Musyoka, umeniuliza kama mimi mwenyewe personally, wakipatia Kalonzo candidature, yeye ndiye anabeba hiyo bendera ya opposition, Kalonzo atakosa kura yangu. Kwa sababu niliwaambia hapa kwa hii bunge, hii kiti, niliwaambia hapa kwa hii bunge, this is my opinion, na hii itakosa kura yangu peke yake, itakosa hata ya Mluya. Ukipea Kalonzo, hautaona Mjaluo kwa hiyo ticket, hautaona Mluya kwa hiyo ticket. Ndio maana mimi niko kwa ticket ya Matiang'i. Niliwaambia hapa kwa hii bunge ya kwamba uongozi iko magharibi mwa nchi. William Samoei Ruto, from where he comes from western region of this country. Nataka tuelewane. Uongozi imekaa huku juu sawa sawa for the last 20 years. Candidate ya Kalonzo si mbaya, lakini the timings are wrong. Ukipea Kalonzo ticket ya opposition, atakosa kura ya Mluya na Mjaluo. Kwa sababu gani? It will give Ruto and Raila easier time ya kucampaign Western na Nyanza. Ataenda kwa Waluya na Wajaluo na waambie, na wao Kisii, kwa sababu watakuwa wamedanganywa wamepewa running mate. Atawaambia vizuri, bwana uongozi imekaa kule. From where Kalonzo comes from, mimi bado naionanga tu ni jirani wa Mount Kenya. Ni jirani wako huko. Sawa. Sasa Kalonzo hataweza kupata kura ya Mluya na Mjaluo. Sawa sawa. Hiyo ticket itabaki, itakuwa ni Mkikuyu Mkamba ndio watakuwa wanaipea nguvu. Na inaweza tani ile scenario ya 207. Wataungana hawa Wakale, Wajaluo, Waluya. Watanyima Kalonzo kura. Watapea Ruto kura. That is the easiest way. Na ndio maana unaona hata Ruto hata saa hii akijaribu kutongoza Kalonzo, si ati anajaribu kutongoza Kalonzo ati anamtaka. Ruto anajaribu kutongoza Kalonzo amuongeze ratings. Yaani upinzani ione ya kwamba Kalonzo ako valuable, ndio impatie ticket. Kwa sababu Ruto anajua ukipea Kalonzo hiyo ticket na akona Raila on board, my friend, Kalonzo hawezi kuwezana na Ruto pale. Ruto atakuwa na easy time ya kuconvince Waluya sisi na Wajaluo, na waambie bwana protect the presidency. Hii kiti wacheni kae hapa. Imekaa kule juu miaka ngapi? 20. Ndio unaona Ruto anajaribu kuleta hiyo kadi ya kutongoza Kalonzo. Hamtongozi hata anamuhitaji, hakuna. Si alienda Ukambani 2022 bila Kalonzo. Si kuna Wakamba hapa ni wafasi wa Ruto? Si wako tena wengi. So Ruto knows very well, ukipea hiyo ticket Kalonzo. Kuna swali. What is your question? Kwa nini mimi na support hiyo candidature yake? Matiang'i ana square out ile kadi ya kabila ndogo ndogo kwanza. The small tribes. Not Kikuyus. The small tribes. Order. Wakati wanaona ya kwamba Matiang'i amepewa opposition flag bearer pale, na ni Mkisii, Wakisii ni kidogo. Tukubaliane ni kidogo. Sawa sawa. Sasa haya makabila madogo madogo yataangalia bwana na ndio maana Uhuru alikuwa anawaambia. Uhuru alisema hii kitu bana, uongozi si kubishana huku na huku kabila mbili. Kwani target ya Uhuru ku campaign 2027 ni gani? Hiyo ya Matiang'i anajua akiweka uzito hapo
Safari sasa kabila kubwa ziunge kabila ndogo mkono. Inauzika Kenya. Inauzika ndugu yangu. Inauzika. Mdigo atapiga kura hapo. Kwa sababu siku nyingine pia anataka uongozi. Sawa sawa. Kwa hivyo candidate ya Matiang'i iko juu ya hii candidate ya Kalonzo. Ya Kalonzo Ruto anaingia mapema. Na kuambia ukweli. Kwa sababu sisi watu wa Western hatutakubali kurudi kupiga kura kule juu saa hii. These people are not ready. Their mind, akili zao haziko tayari. Hata ukasimamisha Mjaluo hapa Mombasa hapa na Mluya, umwambie pigia Kalonzo kura, hata Raila aseme ni ngumu. Wataenda na Ruto. Kwa sababu Ruto atakuja auze, manake Ruto anajua vizuri mlima imeenda. Ni wapi anatongoza? Anatongoza Waluya na Wajaluo akiwasanya pamoja, at least amepata kura ya kucounter hiyo ambayo imeenda ya mlima. Bado kuna swali? Na wewe una maswali mengi leo. Hapo ni Kalonzo asimame. Matiang'i asimame. Na Ruto asimame. Number 1 hiyo kura itaenda runoff. Kwa sababu gani? Mlima haiko kwa Ruto. Ndio sababu. Mount Kenya yeye ameshaonyesha dalili ya kwamba mtu wake ni nani? Ni Matiang'i. Kalonzo anapaka mafuta pale tu kidogo. Na sisi tulikuwa tunaomba ya kwamba wakati maandamano hata inaendelea ile ya kuvunja bunge ile, tulikuwa tunataka tukidrain hii swamp iende na Raila na Ruto na Kalonzo. Mpaka sasa hivi mimi naomba sana Kalonzo aende upande wa Ruto. Sasa hivi vile tunaongea. Kalonzo aende amezwe na Ruto kwa sababu hana impact. Hana impact. Kusema ule kweli. Wewe jiulize, Matiang'i ambaye si mwanasiasa. Sawa sawa? Matiang'i si mwanasiasa. Matiang'i atoki kwa kabila kubwa ambayo ina hata kura 1.5 milioni. Hakuna. Inakuaje huyu Matiang'i all of a sudden muda kidogo hii amekuja na akasema ya kwamba anasimama, ratings zake zimekuja juu ya Kalonzo ambaye ni mwanasiasa miaka ngapi? Sawa sawa? Ni kwa nini ratings zake zinakubalika kuliko za Kalonzo? Kuna kitu tunaangalia kwa Matiang'i yenye Kalonzo hana. Kwa Matiang'i unakula kuna kachumbari hapo, kuna tomato, kuna nini? Kuna ile plata ya Matiang'i imetengenezwa vizuri. Hii ya Kalonzo ni boiro. Sawa sawa. Hii ya Kalonzo ni kama kuna mahindi. Sasa mimi naona 10 mama. Changeni mama. As long as candidate ya Matiang'i itapata uungwaji mkono wa mlima. Hata mimi. Na candidate ya Matiang'i tuitafutie running mate ambaye ako strong. From where Matiang'i comes from, tunaweza mpa hata Kalonzo kama atakubali running mate. Na Kalonzo kumtongoza nimemwambia ni rais. Atakuwa chini ya Matiang'i. Ama tuirushe kwa Natembea. Hiyo ni Western Kenya yote. Na hiyo bado ni Western Kenya. Hauwezi hiyo. Hata usiangalie kwa. Sasa na mheshimiwa ukimalizia kwa sababu wengine wananisukuma hapo wanataka mic. Acha msaka. Unataka kuminform. Kumbe anakuinform. Is the pillar today but information are here. Kama kuna information na swali unainua tu mkono na tunamuuliza. Unaona watu wamenyamaza. Wewe unaweza kuongea. huwezi keti na huyu amesimama. Amedimini Kalonzo. Ya mimi si mfuasi wake. But Kalonzo amekuwa ashaikuwa tested. 207 Kalonzo ni mtu alisimama alipata more than 700,000. Alipata 600. No. Almost more than 700. Ni mtu alisimama akakuwa tested. Ni mtu amepatia Raila more than 1.5 million votes. Huyu ndio aseme kuwa huyu Matiang'i yuko more strong than Kalonzo. Ametumia mbinu gani kutathmini hawa watu? Cause mimi najua Kalonzo, you cannot order me on how to. Cause mimi najua Kalonzo leo hii akisimama akona backup yake na ground yake more than 2 million votes for now. Je, Matiang'i atamtathmini na nini? Ndio aseme kwa. Wacha tuanze kwamba Kalonzo na Matiang'i nimetumia tathmini gani? Ameuliza swali mzuri. Nimetumia tathmini gani ya kurate Matiang'i juu ya Kalonzo? Hawa ni watu wawili washafanya kazi kwa serikali ya Kenya. Sawa sawa. Hata nyinyi mnajua Kalonzo amekuwa kwa serikali. Tangu 1984. Matiang'i amekuwa kwa serikali. Si ati Kalonzo maisha yake ameishi kwa opposition yote, hapana. Kalonzo amekuwa kwa government. Amekuwa deputy president wa nchi.
Vice President. Matiang'i pia amekuwa kwa serikali, amekuwa waziri. Sasa tathmini ambayo nimeangalia kwa Kalonzo na Matiang'i ni utendakazi wao kwa serikali. Kwa saa hii kazi ambayo Matiang'i alifanya inaonekana kwa Mkenya. In a short period. In a very short period. Ngoja kidogo, don't engage mheshimiwa. Kalonzo kazi ambayo alifanya kwa serikali. Mnitajie kitu moja tu Kalonzo alishawahi implement, ashaileta policy hata moja hapa Kenya. Kwa hawa wanasiasa ambao wako seasoned politicians. Kalonzo ako kwa klasi ya kina Raila bwana. Ngoja kidogo mheshimiwa. Atwendi hivyo. I'm responding Sasa Kalonzo, mimi sijaona kitu ambayo Kalonzo amefanyia Mkenya ya kumkumbuka naye wakati yako kwa serikali. Lakini kitu ambayo Matiang'i amefanyia Mkenya ya kumkumbuka nayo akiwa kwa serikali ipo na mnazijua. Elimu. Ya pili, kuna mheshimiwa hapa amesema kwamba there is ground ya ubaliani ya kwamba inataka kumpunish Mkikuyu. There is no rivalry, there is no war between Kikuyus and Luyas. Hakujawahi patikana uhasama wowote kihistoria ya hii nchi. Hakuna uhasama wowote wa Mluya na Mkikuyu, iwe ni kisiasa, iwe ni kiutenda kazi. In fact, wakati Mkikuyu na Mluya walishikana kufanya kazi, ndio maendeleo ilionekana kwa serikali ya Kibaki. Kwa hivyo hiyo ya kutuambia kwamba Mluya anataka kupunish, anataka kupigia Ruto kwa kupunish Mkikuyu, anampunish Mkikuyu, amemkosea nini Mbaluya? Hakuna. Kihistoria mniambie makosa ambayo Mkikuyu anaweza simama hapa akasema omwami umefanya hii na hii na hii. Rivalism ya Kikuyu mnajua iko na kina nani na kina nani. Rivalism ya kwanza, uhasama mkubwa ulioko wa Kikuyu na kabila zingine, inaanza Mkikuyu na Mkalenjin. Na ndio huyo mwenye amekataliwa na Mkikuyu. Uhasama wa pili ni kati ya Mkikuyu na Mjaluo. Huo ndio uhasama Mkikuyu alionao. Hakuna uhasama katikati ya Mkikuyu na Mluya. Hakuna. Sawa sawa. Nafikiri nimejibu maswali yote. Umejibu maswali yote. Baadhi hiyo achangie. Na kwa sababu nataka kuchangia. Ingia uchangie. Order kidogo. Nakupea nafasi. So government iko hapa nichangie. Changia mheshimiwa. Mheshimiwa, umesema Kalonzo ako na kura zake. Na Matiang'i kwao hakuna kura. Hatujui kama anaweza. Relax. Tuende tu na kikabila venye mnaiweka, kwa sababu huyu Kalonzo mbali na zile zake za nyumbani, zile anatembea nazo, kuna mahali tena anaweza kutoa kura zingine kupata. Sasa ile Mjaluo ameamua tu sasa nampea. Ujaluoni ni ngumu. Ubaliani mbali na zile kura zake za nyumbani, ni wapi tena unahakika Kalonzo anaweza ongeza kura zake zipande? Wale wakimwonea huruma ni mpaka waambiwe, wanaweza mpaka waambiwe chukweni mfanye nini. Na huyu Matiang'i, yes, kwa hakuna kura venye huyu anasema. Na huyu Matiang'i sasa anaweza kupata kura Ujaluoni bila watu kuambiwa bwana mpigeni kura. Mheshimiwa, ni vigumu. Anaweza kupata kura Pwani. Anaweza kupata kura. Acha nikuwe simple. Pali penye Raila ana control Kenya hii, ni vigumu kupata kura bila kupitia kwa Raila. Very good. Ni vigumu. Haraka basi. Mheshimiwa, napigiwa simu hapa watu wameleta hiyo hoja. Jana juzi Kenya was at Kondera heading western. Ilibidi wasimamize Matiang'i njiani, waseme upiti mpaka tusalimie. Huyu Matiang'i alikuwa anapita tu njia, alikuwa anapita nani? Walikuwa wana nini, wanamsimamiza. Hata mheshimiwa, mimi sijulikani kile, lakini nikipata vipeni nipatie vijana pale wanasimamisha ni wahutubie, lakini sijulikani. Lakini kakuwa na vipeni vyangu vidogo, nikifika hapa mbele vijana watanipigia kelele. Sasa hiyo ndio kitu iko. Usione kwa mtu yangu ni machache, yangu si mengi. Discussion ya hiyo, mimi nasikia coalition ambayo mnajaribu kujenga. Walikuwa pamoja kitambo. There is no new face pale. Kalonzo
Matiang'i akiwa kwa Uhuru, wote pamoja walikuwa katika serikali moja. Na Ruto waliwapiga asubuhi. Walikuwa na tikiti moja wanaita. You see, unaposema ODM imejitenga, ODM was there katika ile kampeni, ile election ya mwisho. ODM ilikuwako. Na walikuwa wameshikana na Jubilee. Raila akaja na kiti moja yake Azimio. Ruto tunamjua ndo mwanasiasa maarufu, aliwapiga wote. Hapa hakuna sura ngeni. The moment mtainua huyu Matiang'i juu, mtoe Kalonzo. Kwanza mimi mtafurahia sana, maana mtakuwa very weak. Kalonzo kuna possibility mkimnyima ile kiti, ile flag, ile ticket ya kuongoza chama yenu, ataingia serikalini. What he did to 7, Raila thought it was a joke. Mlipombebea nyundo, Kalonzo aliambia nyinyi mtapita katikati. And it costed Raila kabisa. Maana Kalonzo alipita katikati na watu wake 800, Raila kagongwa. Maana tunaambiwa Raila aliiba kidogo, akashindwa keta na Kibaki akamwibia zaidi. What if Kalonzo angekuwa kwa Raila? Kibaki angetoka. 27 Kibaki alikuwa anaenda nyumbani asubuhi. Mnaongea sasa ati mtaweka Matiang'i mbele. Maana mimi najua kura Matiang'i hajaisimama. Hana kura. Hatuwezi mpima kwa kura, kwa ratili. Kalonzo tunajua ana kura. Hii last election Azimio wenye waleta kura nyingi sana ni Kalonzo. Tunajua wote kabisa. Mkizika kura yake mingi ni 1 million. Tukienda sana. Na haiwezekani Kalonzo katika umri wake adeputize Matiang'i. It is impossible. Haiwezekani. It is Matiang'i aje na Jubilee yake akubali asukumane na Kalonzo. Na yote 9, either Kalonzo awe mbele ama Matiang'i ni 10 bila break. Wa kumtoa Ruto hayuko. You are not ready. Na huyu wa Monyoro kwanza ana kura, maana kura yake ni ile ubunge ambaye alisimama kule nyuma. Hana kura ya kusaidia mtu yote aingie. Hajaipimwa kwa ratili aseme ana kura hii ya Mount Kenya. Hana kura. Kura yake ni ubunge. Very good. Ya Madera. So nyi watu wa opposition mujipange. Maana hii 2027 sioni wa kusimama na Ruto. Hata Raila akiwa nje, mtagongo wote asubuhi. Yangu ni machache. Very good. Order, kabla hujaleta information, unajua kuna kiburi huyu bwana ameongea nayo hapa. Na hiyo order, hiyo kiburi tumekuwa nayo hapa. Sisi watu wa opposition, wale genuine opposition, kwamba Ruto huyu hajawahi simama mahali kura zake zikahesabiwa. Huyu ndiye alikuwa anatuambia. Na wakati zilihesabiwa, wengine walitamani kujificha. Wengine bado wamekuwa paralyzed mpaka leo. Hawajaamini kwamba Ruto ni rais.